Na usiwaze haya yanatokea wapi. Ni Roho Mungu anapita, anaweka lugha mpya. Kwa utaanza kunena yale maneno kwa ujasiri, hata kama hayaelewi yanatoka wapi. Yes. Kwa tayari kuna wengine wanaanza kujazwa hayo maneno mageni. Ni nguvu ya Mungu inapita, inaweka lugha mpya. Hii ni ishara ya kanisa la kitume. Biblia inasema siku ya Pentekoste walikuwa mahali pamoja wakiomba, kukaja ghafla kama uvumi wa moto wa uvuli, upepo uendao kasi, ukaijaza nyumba yote. Yes. 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 Ujasiri ndio unaokuvusha. Uoga unakurudisha pale pale. Ujasiri unakuvusha. Ujasiri wako unakuvusha. Weka tu jasiri. 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 Usimwangalie mwingine anafanya nini. Wewe pambana na kibarua chako mwenyewe hapo hapo. Pambana na sehemu yako mwenyewe. Pambana na anga lako mwenyewe. Ingia tu rohoni kama nilivyokufundisha, kuingia kwenye uweza wa anga. Huko ndiko kuna kitu cha kwako. Yes. 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 Haya. Jazo na nguvu. 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 Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes. Liko wapi kanisa la mitume linalojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu kama siku ya Pentekoste? Kama siku ya Pentekoste. 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 Kukaja nguvu ikajaza nyumba yote. Wakanena kwa lugha mpya. Wakanena kwa lugha mpya. Wakanena kwa lugha mpya. Wakanena kwa lugha mpya. Oh, Jesus. Jesus. Endelea kwenye huo moto. Usiuache katika huo moto. Jawa na nguvu. 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 Wewe mwenyekiti wa kwaya, nena kwa lugha. Nena kwa lugha vizuri. Jawa na nguvu. Jawa na nguvu. Jawa. Nena tu. Shaka papa. Nena. Jawa na nguvu. Kunywa moto wa Roho Mtakatifu. Jawa na nguvu. Holy Spirit. Holy Spirit, nena kwa lugha. Nena hayo maneno. Nena hiyo lugha mpya. Jawa na nguvu. Holy Spirit. Holy Spirit. Shaka papa. Shandala patadosh. Ndio, endelea. Usikubali kubaki vile vile. Yes. 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 Shaka parakadosh. Ropopopopo. Hapa ili anga ni kavu sana. Hapa ni pakavu. Hebu ng'ang'ana. Endelea ng'ang'ana. Zama katika roho. Zama katika roho. Zama katika uwezo wa anga na nguvu za Mungu. Msaidie. Shaka papa. Shaka papa. Shaka papa. Shaka palakadosh. Ropo shaka. Power. Endelea kwamba usishangae. Endelea vizuri. Endelea. Anointing. Holy Spirit. Anointing. Power of the Holy Spirit. Ndio jawa na nguvu. Jawa vizuri. Zama. Ndio. Power. Shakatalakadosh. Hii nguvu unayopokea ndio inayokimbiza maadui. Kunywa moto. Power of the Holy Spirit. Endelea, jawa na nguvu. Chemi yako ikibuliwe tena.
haujakuwa na chemichemi kavu. Ni neno la uzima. Hadi 13. Ayubu 38 mstari wa 12, maandiko yanasema, Biblia inasema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako rudia tena. Umeiamuru asubuhi tangu siku zako. Umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza. Umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza. Siku zako zilipofanya nini? Zilipofanya nini? Zilipoanza. Haleluya. Amen. Kila mtu ana siku zake za kutokea. Anza. Amen. Muulize jirani yako, siku zako zilianza lini? Sasa ni tofauti na hizi za wanawake kwenda mwezini. Hii ni siku za kutokea kwako. Zilianza lini? Ulitokea lini? Na ulipotokea, je, uliamuru asubuhi yako? Kwa lugha nyingine, tunaposema mapambazuko mapya, tunazungumza habari ya kutokea kwako, mwanzo wako. Asubuhi ya inatofasili uhalisia wa vile vyote ambavyo unatakiwa kuvipata kwa hayo masaa tangu alfajiri ilipoanza. Sasa alfajiri yako ndipo mwanzo wa asubuhi yako. Unapoiona asubuhi, unapoiona alfajiri, ni ishara ya siku nyingine mpya. Kwa ni mwanzo mpya wa kwako. Sema mapambazuko mapya. Biblia inasemaje? Je, umeamuru asubuhi yako tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Ndio yapate kuishika miisho ya nchi. Yapate kuishika miisho ya nchi. Maana yake yapate kushika mwisho wako. Amen. Amen. Kumbuka, tunaposema mwisho, tunazungumza uhalisia wa Mungu ambaye anatangaza mwisho tangu mwanzo. Maana yeye ni Alpha and Omega, mwanzo na nini? Na mwisho. Kama yeye ni mwanzo na mwisho, yeye ndiye anayejua tangu kitu hakijazaliwa katika mwili, anakijua kiroho na anakijua mwisho wake ukimwili. Kwa hiyo Mungu alijua mapambazuko yako, alijua siku ya kutokea kwako, alijua siku za kuzaliwa kwako. Alipokuwa anakuandaa kutokea, kuna vitu aliviunda, alivifinyanga, aliviweka ndani yako tayari kwa ajili ya kutokea kwako, vitakavyokusaidia hapa duniani katika ulimwengu huu wa mwili. Sema amen. Sema amen. Kwa ulimwengu wa roho ni benki yako iliyobeba vile ambavyo Mungu amekuandalia. So unahitaji kuingia kiroho, uvitoe huko, vilete katika hali ya mwili. Na ndio maana akatuumba kwanza kiroho, baadaye akatuumba katika mwili. Kabla ya jambo kutokea, linaanza kiroho. Wewe mwenyewe hapo ulikuwa roho. Amen, amen. Wewe mwenyewe ulikuwa nini? Ulikuwa roho. Ulikuwa roho. Baada ya kuwa kiroho, ukafinyangwa katika hali ya nini? Ya mwili. So mapambazuko anayozungumza ni definition ya mwanadamu, vile ambavyo anatakiwa atokee katika uhalisia wa kiroho katika mwili. Amen, amen. Amen, amen. Kwa mapambazuko ni jambo linalotofasiri, linaloelezea mwanzo mpya. Amen. Mwanzo mpya ama kutokea kwa kitu kipya.
So tunaposema mapambazuko mapya, natangaza kutokea kwa upya mwanzo wako, mwanzo mpya kwenye maisha yako, mwanzo mpya kwenye biashara yako, mwanzo mpya kwenye ndoa yako, mwanzo mpya kwa mume wako, mwanzo mpya kila eneo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo lazima urejeshewe. Biblia inasema, je, umejulisha? Je, umejulisha mapambazuko yapate kushika? Amen. Yapate kufanya nini? Yapate kushika miisho ya nchi. Kwa Kiswahili cha kisasa. Kiswahili cha kisasa. Umepata kuiamrisha asubuhi pambazuke? Umekwisha iamrisha asubuhi pambazuke? Au kuyaonyesha mapambazuko mahali pake? Au kuyaonyesha mapambazuko mahali pake? Yapate kushika miisho ya dunia. Yapate kushika miisho ya dunia. Na kuwakung'uta waovu waliomo. Na kuwakung'uta. Neno zuri sana kivita. Na kuwakung'uta. Sema wakung'ute. Sema mchawi. Anayecheza na maisha yangu. Unanielewa ninachosema? Lazima tuwatufue. Amen. Wakung'utwe, wakae wapi? Tunapoanza kushughulika na mapambazuko ya mtu na mwanzo wa mtu, tunashughulika na waovu waliokukamata tangu kutokea kwako. Hii ndio maana halisi ya kuzaliwa kwako. Sasa mimi nashangaa siku ya kuzaliwa kwa mtu anajivuruga kwenye matope kama nguruwe, mara amemwagiwa maji. Hiyo kanuni mlitoa wapi siku ya kuzaliwa? Eti maji surprise. Kama surprise ingekuwa za namna hiyo, ingekuwa ni shida. Amen. Kama tungekuwa wote tunafanya surprise hizo. Siku ya kuzaliwa ni siku ya kutokea kwako. Kuna misingi ilitokeza tangu ulipozaliwa, iliharibu maisha yako. So tunapolileta neno la Mungu, tunaleta msingi. Yesu Kristo ndiye msingi, ndiye mwamba. Tunaleta msingi wa mwanzo mpya. Na ndio maana Biblia inasema ukiokoka, huko kunaitwa kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maana yake namna gani? Unatolewa kwenye umauti wa dhambi, unakuja kwenye uzima ambacho ni kipawa cha nani? Cha Mungu. Amen. Unatoka mautini unaenda uzimani. Ulimwengu wa roho, mtu anapookoka, amen, kwenye ulimwengu wa roho wa giza unahesabika umekufa. Amen. Unahesabika, ni kanuni ile ile. Unapojitenga na Mungu unahesabiwa pia umekufa. Kuna mtu hajanielewa. Unafikiri kwa nini yule baba alipompa mali yule kijana mdogo akaenda kutapanya, wakati anarudi Biblia inasemaje? Biblia inasema yule baba anasema alikuwa amekufa, sasa yu hai. Unajua kwa nini anasema alikuwa amekufa? Wakati tunaona kule alitapanya mali na makahaba, akala kama nguruwe, baadaye akasema hapana, nirudi nyumbani. Kile kitendo cha kurudisha mahusiano na Mungu ni kitendo cha kuwa hai. Sema amina. Ni kitendo cha kuwa nini? Hai. Kwa kwenye mifumo ya kichawi, kwenye mifumo ya kiroho, kwenye mifumo ya giza, ulimwengu wa giza kule wanahesabu huyo mtu amekufa, hatuko naye tena. Maana halisi ya kifo ni nini? Ni kutengana kwa roho na mwili. Kutengana kwa roho na mwili. Kwa the moment moyoni mwako umeamini, anasema kwa moyo mtu huamini hata upata nini? Wokovu. The moment unaamini, tayari kiroho umehama. Amen. Umehamishwa. Umeingizwa kwenye uzima. Umetoka kwenye mauti ya dhambi. Jioni ya leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo, ninatangaza kuzaliwa kwa upya kwa hatima yako. Kutokeza kwa upya kwa hatima yako. Mapambazuko mapya yaje kwenye nyumba yako. Mapambazuko mapya yaje kwenye ndoa yako. Mapambazuko mapya yaje kwenye biashara yako. Ukafanikiwe kila eneo. Mzee Gayo akaambiwa nenda ukafanikiwe na
unakuwa na afya. Nami nimekuja kutangaza uwe na mapambazuko mapya katika afya yako. Wewe uliye mgonjwa, wewe uliye na huzuni, wewe uliyevunjika moyo, nimekuja kuganga moyo uliovunjika, na neno la Bwana ndio dawa ya moyo uliovunjika. Amen, amen. Pokea kwa jina la Yesu. So tunaposema mapambazuko mapya, tunazungumza habari ya kuanza kwa upya. Anasemaje mstari wa 13? Rudia wote. Anasemaje? Yapate kushika miisho ya nchi. Yapate kushika miisho ya nchi. Waovu wa kung'utu wakae mbali nayo. Amen. Amen, amen. Sasa nifungulie Mwanzo 1 mstari wa 1. Tuangalie uumbaji wa Mungu alivyoanza. Uumbaji wa Mungu. By the way, naposema mapambazuko yanakuja na ishara ya nuru. Nuru, giza linaanza kufanyaje? Linaanza kupotea. Nuru inaanza kufanyaje? Inaanza kutokea. Sema amina. Nuru inaanza kufanyaje? Kutokea. Kwa hiyo mapambazuko mapya ni nuru mpya ndani yako. Amen. Biblia inasemaje? Mwanzo 1:1. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 anasema. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso. Na giza lilikuwa juu ya nini? Ya uso wa giza lilikuwa juu ya uso wa nini? Vilindi vya maji. Vilindi vya maji. Oh my God. That's why usiku akanionyesha Bwana hili jabali linapanda kutoka kwenye maji. Oh, unaelewa maana yake? Kuna watu lazima wakombolewe kutoka walikokuwa wamemezwa kwa jina la Yesu. Na kila huduma yoyote ambayo ni ya kipepo ama ya kichawi lazima izame na ifunuliwe katika uhalisia wake, tujue ya kwamba hii ni ya kweli na hii ni ya uongo. Pokea neema ya Kristo juu ya maisha yako kupambanua mambo. Amen. Haleluya. Na uongo anafanya vile. Haleluya. Kwa hiyo walio watoto wa shetani baba yao ni mwongo, na wao ni ni watoto wa uongo. Wanakutana na moto huko. Amen. Kwa hiyo usipuuze kwenye kile unachokifanya, kina matokeo makubwa. Sema amina. Amina. So anasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Aliumba mbingu na nchi. Naye aliketi kwenye nini? Kwenye vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya nini? Uso wa maji. Uso wa maji. Endelea. Mungu akasema, na iwe nuru. Ikawa nuru. Haleluya. Amen. Maana yake si palikuwa na giza totoro. Amina. Sema amen. Amen. Palikuwa na nini? Palikuwa na giza. Inawezekana kabla hujaokoka ulikuwa umefunikwa kwenye giza kabisa. Hauelewi maana ya wokovu, haujui kama kuna Mungu, haujui kama kuna ukombozi, hujui kama kuna uponyaji. Yaani upo. Ashukuriwe Mungu. Tumemjua Mungu, ametufanya kuwa wa thamani. Nasema amekufanya kuwa wa thamani. Kwa nini? Sasa una elimu, hata kama ukufundishwa huko, una elimu ya kujitetea kwenye ulimwengu wa roho, kwamba na mimi ni mwana wa Mungu. Haijalishi sikusoma elimu dunia, lakini nina elimu ya kimbingu. Ninakukanyaga ile shetani, maana imeandikwa, ametupa mamlaka ya ukanyaga nge na nyoka. Kwa maneno hayo, hakuna mshahara, hakuna hela ya kulipia masomo, hakuna hela ya kulipia ada kwenye shule ya kimbingu, lakini Mungu amekupa elimu bure upate kufurahi kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema Roho wa Mungu aliketi kwenye nini? Kwenye vilindi vya maji. Amen. Amen. Baada ya kutulia kwenye vilindi vya maji, anasema akaamuru iwe nuru. Tazama ikawa nuru. Mungu akaona nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Nuru ni njema. Sema nuru ni njema. Piga kelele, sema nuru ni njema. Maarifa ninayokupa ni nuru kwa ajili ya maisha yako. Mafundisho haya ni nuru kwa ajili ya maisha yako. Maneno haya ni nuru kwa ajili ya hatima yako. Piga kelele, sema siko gizani tena. Piga kelele, sema natoka gizani. Natoka gizani, nimeiona nuru. Natoka gizani, nimeiona nuru. Natoka gizani, nimeiona natoka gizani, nimeiona nuru. Amen. Walioiona nuru
mshangilie Yesu. Biblia inaniambia ya kwamba akatamka na iwe nuru. Kabla ya wewe kuumbwa kwenye mwili alikuwa amekuumba. Nisomee Mwanzo 2:7. Maandiko yanasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Sikiliza, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Kwa Kiswahili cha kisasa kinaitwa nchi. Amina. Soma. Kwa Kiswahili cha kisasa maandiko yanasema Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka katika mavumbi ya ardhi. Ya ardhi. Amina. Kiingereza ardhi. Kwa Kiingereza maandiko yanasema Then the Lord God took dust from the ground. God took dust from the ground and made a man. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa nchi anayozungumza ni udongo. Amen. Amen. Nasema aliketi kwenye nini? Kwenye uso wa nchi. Amina. Nayo nchi ilikuwa giza. Amina. Nchi ni ardhi, mavumbi. Amen. Amina. Baada ya hapo anasemaje? Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Lakini kwenye Mwanzo 2:7 anasema tufanye mtu kwa mfano. Anasema tukaumba mtu kutoka kwenye ardhi. Baada ya hapo akampulizia pumzi ya uhai. Pumzi ya nini? Ya uhai. Endelea. Akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Edeni. Ndio. Akamweka ndani yake mtu huyo aliyemfanya. Bwana Mungu akachipua katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Amina. Sio kwa kuuliwa. Kwa kuliwa. Amen. Amina. Haleluya. Sasa sikilize. Huyo mfano wa bustani ni nani? Ni mwanadamu. Umeumbiwa kila kitu ndani yako. Ndani yako kuna umeme, ndani yako kuna madini, ndani yako kuna kila kitu. Unachokipata hapa. Umewahi kufanya kazi juani? Jasho linakutoka. Baada ya kukauka ile jasho uone bakiza nini yangu? Chumvi. Ndani yako na chumvi, madini. Sio unanielewa? Wewe unafikiri kwa nini ukikanyaga waya uliogusa tu chini na wewe ukakanyaga hapa unapigwa shot? Kwa nini? Kwa sababu wewe una umeme, you are a good conductor. Amina. Unapitisha umeme ndani yako. Amina. Wale ambao mmekuwa mnapiga deki, wanajisahau unakagusa ka deki huku kale ka CD, alafu umeshika maji. Kalikuwa kanakufanyaje? Amen. Sasa sikilize. Hiyo bustani ni mfano wa mwanadamu. Mungu kila kitu alichokifanya kwenye mwili huu, kwenye hali ya mwili, amen, amejitambulisha yeye. Na ndio maana amesema tuumbe mtu kwa mfano. Wewe unafanana na Mungu. Kwa nini? Mungu ana kila kitu. Kwa anaposema kwenye ardhi akaketisha nini? Aliketi kwenye vilindi vya maji kwenye nini? Kwenye ardhi. Ni sawa na wewe ambavyo mwili wako si ni udongo huu. Si ni udongo, ni ardhi hiyo. Kama ni ardhi, amen. Kama ni ardhi, ndani ya mwili wako humo kuna maji. Ukichimba maji hapo pati. Na wewe ukiangalia utoki maji. Si kuna maji? Si kuna maji? Sasa huoni kama huo ni kufanana kwa Mungu ndani yako? Amina. Haleluya. Amen. Mungu alichokifanya ni kujitambulisha kwa namna mbalimbali. Amina. So aliposema kwamba akamuumba mtu, akamjengea bustani, huyo mtu ni wewe. Amina. Bustani hiyo ni wewe. Amen. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi Mungu akitaka vitu duniani anakufuata wewe. Amen. Akitaka afanye faragha duniani anamtafuta sema mimi. Akitaka amponye mtu fulani
anamtafuta mtu, aitaka amfariji mtu fulani, anatuma. Aitaka amsaidie mtu fulani kichakula, anamtuma. Ndivyo Mungu anavyofanya. Karibu pote ambapo unaona kulikuwa pamekwama kwa sababu ya giza, giza limekwisha ondolewa, maana Mungu anaumba nuru leo. Anaumba nini? Nuru. Sema amen. Funua. Giza ni kuficha. Na ndio maana aliketi kwenye giza, hakuwa anaonekana. Hata kama angekuumba wewe, unanielewa, asiliondoe giza, ungebaki ukisikiaga tu kuna kitu kimeongea hapa ila sijakiona. Na ungekuwa na mashaka kama tu nyumbani mwako ukisikia sauti huoni anayezungumza, lakini naongea sauti. Wako unafanyaje? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba jeusi shindwa. Huko unatafuta mlango wa kuchomoka. Hona mlegeza huko, naangalia wapi unachomoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini wakasema nao Mungu hataishi hivyo. Lazima ajifunue. Lazima. Lakini bado kujifunua kwake, anajifunua kwa namna gani? Kwa namna ya mwanadamu. Ndio maana alivaa mwili akapita kwenye tumbo la mwanamke, baadaye akatoka kama wewe ulivyokuja. Sema amen. Sema leo ni mwanzo mpya wa maisha yangu, hatua zangu, hatima yangu. Kila mahali nilipokuwa nimezuiliwa, waovu. Haleluya. Sema amen. Wakafinyanga nini? Wakatengeneza nini? Akaumba nuru. Lakini nataka nikusogeze kabisa mbele kidogo. Tunaposema kupambazuka kwako, mapambazuko yako yanahusisha na anga. Yanahusisha na nini? Na anga. Wakorintho wa pili sura ya 12 ule mstari wa 2 hadi wa 4 tunaanza kuangalia mbingu hizi za mwanadamu. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2, maandiko yanasema namjua mtu mmoja katika Kristo. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Yapata sasa miaka takriban 14. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa katika mwili mimi sijui. Kwamba alikuwa katika nje ya mwili sijui. Kwamba alikuwa katika hali ya nje ya mwili, hali alikuwa kiroho sijui. Mungu ajua. Sema Mungu ajua. Mungu ajua. Sema Mungu ajua. Mungu ajua. Sio Mungu ajua. Mungu ajua. Mungu ajua. Amina. Alikuwa mwilini sijui. Alikuwa rohoni sijui. Lakini najua anapata kujua huyu mtu ni Kristo. Soma. Rudia tena. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Jamani, aliyekuja katika hali ya mwili lakini pia katika hali ya roho ni nani? Yesu mwenyewe. Amina. Alikuwa full katika mwili na alikuwa full katika roho. Amina. Leo na wewe uwe full katika mwili. Amina. Uwe full katika roho. Wakija kimwili unazo akili. Wakija kiroho unalo neno. Ni kuwadhibiti tu, ni kuwaweka sawa tu. Waovu lazima haleluya. Lazima leo baada ya mafundisho haya tutaomba maombi ya kuwashughulikia. Ama namna gani? Lazima tuwashughulikie. Lakini nataka uangalie uwezo wa anga. Anasema alifanya nini? Aliumba mbingu na nchi. Mbingu ni nini? Mbingu ni anga. Mbingu ni nini? Aliumba mbingu na nchi. Amen, amen. Mbingu ni anga. In English we say mbingu is the heavens. Soma Kiingereza. Hiyo ni Mwanzo 1:1. Amina. Mwanzo 1:1 in English. In the beginning, when God created the earth and the sky.
The earth was without life. The earth Was without life. Was without what? Life. Like haikuwa na uzima. Amen. Yani haikuwa na uzima. Amen. And not yet useful for anything. Useful for anything. Hapakuwa ni chochote. Amen. Hebu soma Kiingereza cha nanili kile cha yeah and yeah. Soma. In the beginning. God created the heaven. God created the heavens and earth. Heavens and the earth. And the earth was without form. Was without form. And void. And darkness was upon the face of the deep. Amen. Amen. Nataka tuangalie hilo neno linalosema heavens. Amen. Amen. Heavens. Amen. Ni anga. Amen. Sky. Amen. Unaona huko Kiingereza cha simple English wamesema nini? Sky. Amen. Anga. Sema anga. Lakini ukirudi kwenye Waefeso anasemaje? Anasema kushindana kwetu bali ni juu ya nini? Ya wakuu wa nini? Wakuu wa anga. Amen. Kuna wakuu wa anga. Amina. Nitakuonyesha. Amen. 14. Alikuwa kiroho sijui. Amina. Alikuwa kimwili sijui. Amina. Lakini najua neno moja. Amina. Atoka wapi? Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya ngapi? Ya tatu. Ni nani huyo? Nami namjua mtu huyo. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Nami namjua huyo mtu. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Akaenda mpaka peponi. Mbingu ya ngapi kumbuka? Ya tatu. Amina. Mbingu kwa Kiingereza ni heaven. Amen. Mbingu ya ngapi? Alichukuliwa mpaka mbingu ya tatu. Amen. Soma. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Ndio. Akasikia maneno yasiyotamkika. Wale ambao sasa, sikiliza sasa. Wale ambao sasa huwa mnasema mahali pema alazwe. Amen. Alikuwa mwimbaji, mahali pema alazwe. Amen. Sikiliza, mnapuyanga. Hivi nani anayejua kwamba utalala mahali pema? Ni wewe. Na unajijua kwa matendo yako, kwa imani yako, kwa namna yote unajijua wewe. Ila sio mimi kukusemea Mungu muweke mahali pepo. Wewe. Nikuulize swali. Wewe ukilima shambani, siku unavuna hujui pa kuweka. Akitokea mtu anakuambia peleka nyumbani chumbani kwako, si utamshangaa? Kwa nini utamshangaa? Kwa sababu anaingilia kitu ambacho si cha kwake. Moja. Mbili, amekufanya kana kwamba huna akili. Kwa mpaka unavuna mpunga, huko unajua kwamba unahitaji gari. Huko unajua kwamba utaweka mahali fulani. Sasa leo tunamfundisha Mungu umweke mahali pema peponi. Hata ujinga. Mungu afundishi kazi hapo. Ameshakuumba, amekupanda. Siku anakuvuna unakatika karoho kako kana anajua wapi unaenda. Amina. Umenikasirikia? Hapana. Point yangu hapo ni hapa peponi. Anasema naye alichukuliwa mpaka anga la tatu. Soma. Rudia tena. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Ndio, katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Ndio. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Ndio. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Ndio. Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Alichukuliwa juu mpaka mbingu ya ngapi? Ya tatu. Ambayo mbingu ya tatu imetajwa ndio wapi? Soma. Kwa Kiingereza. Anasema I know the man in Christ who was taken up to the third heaven. This happened 14 years ago. I don't know if man was in the body or out of the body. But God knows. But God knows. Amen. Endelea.
Endelea Kiswahili. Nami namjua mtu huyo. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi. Amina. Peponi hapo ndipo mahali pa paradiso. Amen. Unapajua paradiso? Nuru, unapajua paradiso? Pozi hilo linakuchoka. Kaa vizuri. Hapa katika, endelea kuandika hapa. Huwa kuna layer nyingine baada ya mbingu ya hapa duniani. Haleluya. Mtu alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu, panaitwa paradiso. Alikuwa mwilini sijui, alikuwa rohoni sijui, Mungu ajua. Haleluya. Sasa tuangalie kwa nini watu wengi mapambazuko yao yamezuiliwa. Kwa sababu wanaposema waovu wakung'uke, je, mapambazuko haya yanaanzia wapi? Mapambazuko yanaanzia kwenye anga. Amen. Anga huwa linaanza kubadilika. Maono kwangu. Akaniambia anaona napigana kiroho. Na akaniambia kwamba nagombana na mtu ambaye kazini kwangu napofanyia kazi. Na nilipotoka hapa kweli nilifika kazini nikakuta maneno. Yule ambaye baba alimuona ndio alienda kunifukuzisha kazi. Wewe kabla ya haya yote kwenye ndoto ulikuwa unaona nini? Nagombana. Na nani? Na mwanamke. Na ndio hivyo ilipotokea. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Ungeweza kufanikiwa kabisa. Kwa jina la Yesu. In Jesus mighty name. Sikiliza. Uliona wanakulisha vyakula kwenye ndoto? Ndio. Walikuwa wanakulisha vitu gani? Nyama ni wapale ofisini. Afi nyeusi? Ndio. Abeli baba. Acha. Mazala yanawarudia wao, sio wewe. Moja ya vitu alivyokuwa ametamka kwamba yani asije akapata hata neema ya kuzaa kabisa. Unajua akitamka kufunga huko kwenye tumbo, anafunga mafanikio yako yasiwe yenye kuongezeka, yani ubaki dormant pale pale. Bati nimekufungua kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, neno kafanikiwe. Amen, amen. Oh, nenda. Nimemaliza kesi yako. Haleluya. Say amen. Njoo. Uwezo wa anga lako likikamatwa, anga lako umekamatwa maisha yako. Amina. Anga lako likikamatwa, baraka zako, maisha yako yanakamatwa. Ile mtu anapata hali ya kuwa na confusion, hana utulivu kwenye akili, kwenye moyo, kwenye mwili, hana utulivu. Ni anga limetekwa, ni watu wamevamia huko. Ulimwengu wa roho kuna kitu kimeharibika. Kuna kitu kimevamiwa. Okay, labda nikuonyeshe kitu kimoja. Unaona ukichukua yai lililooza likapasuka mahali ulipo. Likapasuka mahali ulipo. Nini kinatokea? Harufu ina kudisturb. Ndicho wanachokifanya. Amen. Ndicho wanachokifanya. Wanalichafua anga, unakosa kibali kazini. Wanalichafua anga lako, unakosa ujasiri hata wa kujieleza tu unakosa. Leo nimekuja kushughulikia anga lako. Anga lako lazima liwe safi. Sio unaona watu wanasema atmosphere pollution, air pollution. Lazima leo tufanye usafi wa air yako. Leti. Sikiliza nikwambie. Fumba macho, vuta hewa. Vuta hewa ndani, toa nje. Tena. Vuta, toa nje. Tena. Baba, asante kwa ajili ya pendo. Lucas. Lepa kato shatai na masataya. Leproko shakara. Lipo usatai na manto. Nisikilize.
Nisikilize, niangalie huku Pendo. Siku moja ulikuwa kwenye shamba ukiwa unalima. Ilikuwa kama palizi ya mahindi. Haya mahindi ambayo tayari yameanza kuwekewa nini? Kupata zile nini? Unaita nini? Sio kuchanua, hizi. Mlikubeba nini? Ni watoto. Kibiolojia kabisa ni watoto. Sijui sana kibiolojia, lakini yameanza kubebeshewa yale zile nanili zake. Matunda yake yale. Ukiona palilia kuna nyoka alikuja. Nusu la kung'ate. Bwana alikokoa na huyo nyoka. Unanielewa ninachosema? Huyo nyoka alikuwa kama kijivu, kama mweusi. Lakini kuna kitu kilitendeka baada ya hapo. Sijajua ni abortion ama naona tu damu inatoka. Kama ulipoteza mimba, I don't know ilikuwa ni nini. Ilitoka mimba. Tangu siku hizo mambo yakaanza kwenda vibaya. Ulipelekea mpaka kutoka ulipokuwa umeolewa. Nyanyua mikono yako nikusaidie. Baba, asante kwa ajili ya Pendo. Mateso yake leo tunayafunga yaondoke, na anga lake likamilikiwe na Mungu. Vuta hewa ndani, toa nje. Vuta kwa nguvu, toa nje. Tena. Be free. Kwa jina la Yesu, achia nafsi yake na mfungua kutoka mlikomfunga. Kuanzia leo sio mali yenu, ni mali ya Bwana. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Neno kafanikiwe. Taendelea kusema na wewe kadri unavyoendelea kuja. Say amen. Hallelujah. Sema uwezo wa anga. Sema uwezo wa anga. Tunapopambana na ulimwengu wa kiroho, tunapambana na anga. Amina. Kwa lazima ushughulike sawa sawa. Na tunapoongezeka namna hii majeshi ya Bwana, au tunapokuwa na nguvu za Mungu, leo wewe uko pale, mimi niko kule, wewe unakuta lamadi yote inashonwa na nini? Na nguvu za Mungu. Lakini tunapokuwa dhaifu, maana yake tunawapa access nini? Wachawi nao kutawala anga. Mimi nimeamua kushikamana na wewe, tulitawale hili anga. Piga kelele kama wewe ni mtawala, sema mimi ni mtawala. Sema mimi ni mtawala. Sema mimi ni mtawala. Ninatawala pamoja na Kristo. Amen. Say amen. Hallelujah. Sijajua kwa nini nimewaweka leo mbele wageni. Hebu njoo kule. Njoo. Unajua neema ya kinabii inapofunguka ni kwa ajili ya kuwasaidia baadhi ya watu. Amen. Yes. Umetoka Dar es Salaam lakini naona kuna mtu amekufuata nyuma yako. Kuna shida gani? Umetoka kwa amani? Ukinificha nitakupata tu. Naona hiki chumba. Mko hawa. Kwani ulikuwa umeolewa huko? Naona mko wawili. Lakini huyu mtu anaenda kwenye kilinge kwa mtu anayetumia kama majini. Unakaa na mtu ambaye anaenda kwa mganga anayetumia nini? Majini. Haukuwa peke yako kwenye chumba, haukuwa peke yako kwenye nyumba. Unielewa? Ulikuwa unaishi na mtu wa kike, alienda, sijui kama alikupeleka au ulienda wewe au yeye ndo alikupeleka sijui. Lakini naona yuko kwenye kilinge. Anafanya manuva. Na mpaka unatoka huko kuna jambo lilikuwa limeshakupandika barabara. Hili linahusiana na mambo ya mikono yako. Sema mikono. Niambie.
Huyu binti nani? Sijamjua sasa. Wewe uko na ana nani? Mimi nilikuwa nimeenda tu kwa kazi za ndani. Ulikuwa unaishi na nani? Mara ya kwanza nilipokuwa nafanya kazi nilikuwa nafanya kwa bosi. Niokoe, nishike mkono, nisizame, mawimbi ni mengi. Niokoe, nishike mkono, nisizame, mawimbi ni mengi. Niokoe, nishike mkono, nisizame, mawimbi ni mengi. Niokoe. In Jesus mighty name. Nenda, umefanikiwa. Kuna mtu kama Ijumaa ulikuwa unatengeneza kitu na kisu ukati damu ni wewe ulijichinja. Wapi ulijikata? Hata paonekani. Weka maiki. Hata hapaonekani. Yaani ndani tu ya muda mfupi. Unaona? Siku kama Ijumaa. Ndio. Sio mzumu sasa. Mshikwa matu. Sio mzumu sasa, unaambiwa unati hapa alijikata alama hii hapa. Kingine akapa. Wewe ulikuwa unamenya nini ukajichinja? Na ulikuwa unakata miogo. Hii miogo leo ina kazi. Wapi ulijichinja? Huyu ni Ijumaa ya siku ilikuwa lini? Ijumaa ya wiki ya mwezi gani? Huyu yeye ni kibichi kabisa. Unaona? Njoo. Zoom. Unaona? Alijikata kisu. Juma ngapi? Ya wiki gani? Ya wiki. Wewe nakufungua lakini kesi sana ni hii hapa. Hii. Na siku hiyo mlikuwa mmegombana. Haukuwa na amani. Mlikuwa mmegombana nini? Yeye alikuwa ameniacha kuacha hela ya nani Sukuna. Niambie, mlikuwa mmegombana nini? Mbona sasa ulikuwa na hasira? Ngoma mkasirikia nani? Mume? Jirani? Umevurugwa. Sasa ulikuwa umevurugwa na nini? Matope ya kupanda mpunga au? Wewe umekuwa jamaa umeshindana nini? Aya basi, hivyo sasa ndio kweli. Sasa unataka uniambia eti nikitoka nimevurugwa na nini? Kaone. Unaona, shida sio kuvurugwa. Shida sio kujikata. Ila anga lilianza kuvurugwa, wakavurugana mpaka na damu ikatoka. Mapepo yakafurahi. Unajua nini? Uwezo wako wa mkono wako. Amesema nitabariki kazi ya nini? Kama mkombana msamaha, chochote utakachokifanya na yeye atakachokifanya, damu hii haitawaruhusu muende hatua nyingine. Mliombana msamaha? Kama mjaombana niambie hapa niwapatanishe hapa. Mjaombana? Aya, kamlete. Nenda. Tembea na Yesu. Nenda kamlete, mshikane huko.
Ametembea na Yesu. Msaidie. Kuna mambo kwenye maisha mnaweza mkaona kawaida, lakini uwezo ule wa anga hawatofasiri hivyo. Biblia inasema akamwambia Gideon, tafutie. Akamwambia Gideon, nenda kwa uwezo wako kamkomboe nani? Manase. Kaikomboe nyumba ya Manase. Tafutie hilo andiko, nikuonyeshe kitu hapo. Kama ningekuwa shujaa, kama ningekuwa shujaa. Oh my God. Unaweza ukashangaa ndoa inaweza kuingia kwenye shida. Hawashughuliki na ndoa kwanza, wanashughulika na baraka, anga la baraka za ndoa. Wanashughulika huko kwanza. Leo si umebarikiwa? Amina. Leo si umeona kitu cha ajabu? Nataka kwenye anga lako uanze kuwakamata huko. Umeona panya anavyokamatwa na mpaka haraka tu kabla hajashika njia ya shimo lake. Yaani wakati anachangamka aende kwenye njia yake. Huo unakamatia wapi? Ya nini? Unakamatia wapi? Yaani kabla hawajaleta huo ugonjwa aliosema apate ugonjwa, umekamatia wapi? Kiswahili cha kisasa tunasema ukamatie shingoni. Amen. James, ulivyo mpole hivi. Alafu wote mmepatana wapole. Ile ni wako. Lofi. We, shida nini sasa mwana? Yeye nilimwelekeza afanye hivi, hakufanya. Haya, kwa sababu umeshaelewa shida iko wapi, msameheane basi. Mwambie mke wangu nisamehe, alafu na wewe mwambie mume wangu nisamehe. Haraka mwambizane. Sema Mathayo. Sema Mathayo. Ni nani? Ni mchungaji wako? Mathayo. Ama ni nani yako? Mathayo sio mchungaji wangu. Ila simjui hata, bali mchungaji wangu ni Mnyaka. Mnyaka. Ametokea Ukero Mjita. Mnyaka Mchina. Mjita. Lakini si Mathayo. Waje kwanza. Shaka. Mathayo wa kwenye Biblia alikuwa anashughulika na nini? Waka kana kuja ila kama hukaamini na kama hutaki kufanya uinjilisti. Unielewa? Umewahi kuhubiri? Sijawahi kuhubiri sana, maana nilikuwa nahubiri tu yani wale viongozi hawakuwepo. Tena tulikuwa msibani. Yani hawakuwepo. Wewe ukawa umepata neema ya kuhubiri msibani. Yani kidogo tu kama kidogo tu. Yani hebu nieleze, uliugua nini? Kifadulo, kifafa? Niliugua tu nikachanganyikiwa. Ukachanganyikiwa? Nikachanganyikiwa, nikawa kama sijitambui. Baadaye wakanibeba wakanipeleka sasa huko nyumbani. Huko? Wakaenda kuniagua, nikapona, nirudi. Kwa sasa umeshapona? Nimeshapona, lakini kama kuna lakini basi unahitaji kudili na kesi. Yaani ukiona tu lakini tayari hapo mambo yote yalishabadilika. Lakini mimi ninazungumza ngozi, naiona ngozi katika ulimwengu wa roho, si katika hali ya kawaida. Ulikuwa na shida gani kwenye swala nzima la mwili mzima? Mwili wangu tu uliharibika, kama kuharibiwa, niliharibiwa na mtu. Baada ya kuharibiwa nikaenda sasa kuaguliwa ili kurudishwa mwili. Naona kupona kama nilipona, kwa sababu walinirudisha nyumbani kama nimepona. Amen. Utaenda kupata. Narudi kwa Bwana sasa. Yaani hautarudi nyuma tena. Na sitarudi nyuma. Sitarudi. Unaona hata inatiwa giza. Na mara kadhaa umekuwa ukiota habari za nyota. Kama kutiwa giza. Nyota. Maana yake nini? Watoto wako wako wapi? Watoto wangu wapo, wengine wanasali kanisa la kaburi moja pale. Wangapi? Mwingine alikuja hapa ukamwombea. Tena? Saidi alikuja hapa kipindi hapa na watoto wake wawili.
Yesu ni rafiki yangu, nitaimba naye. Kanyaga shetani, kanyaga. Kanyaga shetani, kanyaga. Kanyaga shetani, kanyaga. Kanyaga mapepo, kanyaga. Kanyaga magonjwa, kanyaga. Kanyaga madawa. Kanyaga, kanyaga. Bora wewe uimbi sasa, tunakuimbiaje? Sema kanyaga. Kanyaga shetani. Kanyaga makonde. Haya. Nenda na uzima wako. Kila mitego yao haitafanikiwa juu yako. Valentina. Shangilia Yesu, njoo. Valentina, mpenda Yesu. Ndio. Unamjua? Hapana. Unampendaje usimjua? Sababu ndio nimekuja kusali. Kwa mara ya kwanza. Hadi mikono yako Yesu nikuunganishe na yeye ili akujue. Na wewe umjue. Kama hujawahi kuongozwa sala ya toba kabisa, hebu njoo mbele ni kuongoze sala ya toba. Kama hujawahi kuongozwa sala ya toba kabisa, unakuja mpokea Yesu Kristo, njoo. Wewe mwanao kwa kuwa umesema okay, kwa imani kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo mtu huamini hata kupata wokovu. Baba, asante kwa sababu umenifanya kwa mwanao. Leo hii umefuta dhambi zangu, umenifanya kiumbe kipya katika jina la Yesu, amen. Neno kafanikiwe. Lakini wewe ngoja nikwambie, kwa nini nimekuita hapa? Unaweza kurudi, kwa nini nimekuita hapa? Sema mama, usiniache. Usiniache. Mama yuko wapi? Mama yuko Rufiji. Wapi? Rufiji. Na wewe uko wapi? Nipo kwa bibi. Rufiji ni mbali. Yaani ni chini ya Tanzania kabisa. Yaani ni nchi karibia na wapi? Mozambique. Malawi. Hiyo na Malawi. Kwa hiyo Kimalawi unaongea? Sijaelewa bado. Malawi unaongea Kimalawi? Unaongea? Hapana. Unajui? Aliolewa huko. Aliolewa huko. Baada ya kuachana na baba yako. Baada ya kuachana na baba. Mama, usiniache. Sawa? Lakini mwambie sasa una experience alichokipitia mama. Bibi yako yuko wapi? Aisha kufa. Kwa hiyo unaishi? Naishi na mama mkubwa. Mama mkubwa. Baada ya kutoka kwa mume. Ndio. Wewe baada ya kuachana na mume. Ndio. Ukaenda kwa mama. Ndio. Na hapo tena unataka kutoka. Ndio. Tabiri baba. Kwa tena hiyo unaenda wapi? Mara Msoma? Kwa nataka kwenda Msoma. Msoma. Tabiri baba. Nuru, utaenda kuambia nini watu wa Mwanza? Nataka uwalete watu kutoka Mwanza. Umenielewa? Walete waje wakutane na moto. Wako wengi walio na shida. Wako wengi. Ila kwa sababu nimekuombea mimi. Wengi tu hivi kule. Lazima uwe balozi wangu huko. Miongoni wa mbawa zako. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako. Kwa vinywa vyao hutoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu. Na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Sema sianguki chini. Kwa kuwa niko katika uvuli wa mbawa za Bwana. Kwa kuwa niko katika uvuli wa mbawa za Bwana. Unatamka kinabii au unaongea kwa sababu una njaa? Tamka vizuri. Sianguki chini. Sema sianguki chini. Sianguki chini. Kwa sababu niko chini. Niko chini ya uvuli wa mbawa za Bwana. Wa mbawa za Bwana. Mwezi wa 3. Mwezi huu wa 3 ni mwezi wa kuinuliwa juu. Kwa mbawa za tai. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu.
Anza kuomba, mshukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho hayo, alafu anza kutabiri maneno haya ambayo nimekunenea katika Zaburi. Anza kuomba. Nimetoa siri ya kutembea katika uweza wa anga ambalo wewe ulitupa, maana umesema umetuketisha katika ulimwengu wa roho, umetuketisha katika ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu, ninaenda kinyume na kila nguvu za giza zinazotokea wakati wa asubuhi, wakati wa mchana. Kwa jina la Yesu, nguvu za giza za wakuu wa anga, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya, wafalme wenye mamlaka, wenye tawala, ninaamuru nguvu zao zifungwe, maana umesema umenipa mamlaka, lolote lile takalolifunga hapa duniani na mbinguni linafungwa. Ninafunga kazi za giza katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Zile nguvu zao wanazozitumainia kutokea kwenye mwezi, kutokea kwenye jua, kutokea kwenye nyota, kwa jina la Yesu, 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 ninakamata nguvu za Sisera kwa damu ya Yesu. Fire! Amri tena, amri tena, amri tena, amri tena, juu ya anga, juu ya anga, peleka moto, peleka moto, peleka moto. Endelea, 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 endelea. Lapashaka kaya manda, anda kufunga nguvu za anda, kufunga kabla hatujaenda kuteka vitu vyao. Funga, 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 funga hizo nguvu zao. Maandiko yanasema mfunge kwanza mwenye nguvu, mfunge kwanza mwenye nguvu, mfunge kwanza mwenye nguvu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mfunge huyo mwenye nguvu, mfunge huyo mwenye nguvu, mfunge huyo mwenye nguvu, mfunge mwenye nguvu. Unao mamlaka ya kufunga na kufungua kwa jina la Yesu. Funga nguvu zao, funga utendaji wao, kila uganga, kila uchawi wanaotumainia toka kwenye jua, kutoka kwenye mwezi, kutoka kwenye anga, kila mahali. Funga kwa jina la Yesu, funga kwa jina la Yesu. Wewe umesema ukaumba mbingu na nchi, ukaumba nuru, ukasema ni njema, ukaitenganisha nuru na giza. Nami mchana wa leo, kama neno lako linavyosema, nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Nami nagawanyisha, nami najitenga, nami najitofautisha. Ninaamuru kila giza kwenye maisha yangu, kwenye anga langu, toka! Amri tena, amri tena, amri tena, amri tena. Giza kwenye anga la maisha yangu leo naliamuru, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Giza la magonjwa, giza la kushindwa, giza la kuugua, giza la mikosi, giza la balaa, giza la kushindwa, kamata moto, peleka moto. Wewe ni nuru, peleka nuru, peleka nuru, peleka nuru kwenye anga lako, mahali palipokuwa pamewekwa giza. Labda shakapa imeandikwa katika Zaburi ya 74:20, mahali penye giza katika nchi, katika anga lako pamejaa makao ya ukatili. Ondoa kila ukatili wa kipepo, ondoa ukatili wa shetani, ondoa kila kitu. Peleka damu ya Yesu, ingia ulimwengu wa roho, ingia kwenye anga lako, peleka moto, peleka moto.
shindana. Usome kimzaa, usome kilegevu. Kumbuka maombi haya ni vita, kumbuka maisha ni vita, kumbuka kila kitu ni mapambano. Kama yule alipoona leo ni siku ya kukombolewa, wakainuka kumshambulia, nasema walishindwa, na wewe lazima ushinde leo, kwa kuwa Yesu ameshinda. Tunawakamata wao wanaotokea baharini, wanaotokea ziwani, wanaotokea kwenye maji, nguvu za majini. Kamata moto machoka, kamata moto Dagoni, kamata moto. Anza kuomba, shambulia sasa, shambulia sasa, shambulia sasa, shambulia sasa, shambulia sasa. Gawanisha hilo giza, gawanisha hilo giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shanduru Musaka, Shandala Bakapa, Yandala Bakolia, Yandala Baba, Yandala Bakolia Manda. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tawanisha, tawanisha. Tunapoenda kuomba maombi ya kinabii, tunapoenda kuomba maombi ya kinabii, tawanisha hilo giza, ondoa giza kwa jina la Yesu. Shaka papa, Shanduru Musakata, Yandala Bakolia. Hilo giza kwenye maisha, hilo giza kwenye anga letu, anga la maisha yangu, ninakamata wenye wakuwa anga wanaokamata anga za wengine na kuwavuruga, wanaokamata anga ambao Bwana ametuketisha katika baraka zake, katika heshima yake, katika utajiri wake. Kwa damu ya Yesu ninashambulia kila majeshi ya kuzimu, majeshi ya pepo wabaya yanayojikusanya na kuvamia anga langu. Ninatawanya, achia anga langu, achia anga langu, achia anga la huduma, achia anga la Apostle Moses, achia kwa jina la Yesu, kwa kuwa imeandikwa, yeye Bwana ametuketisha katika ulimwengu wa roho, ametuketisha juu ya anga, ametuketisha katika falme, ametuketisha katika utawala wake. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninashambulia hao wapesi, hao maadui. Kamata moto, kamata moto, kamata moto kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. In Jesus mighty name. Nyanyua mikono yako juu. Sema, Baba wa mbinguni, ninapokea uweza wa kuvunja kila belia, wa kuondoa kila vizuizi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, ninaamuru sasa kila nguvu ya giza, kila nguvu za mashetani zilizokuwa zinatumwa juu ya maisha yangu wakati wa usiku ili kunirudisha nyuma, ili kuniangusha chini, ninaamuru sasa kwenye mapambazuko yangu, panda kwa jina la Yesu. Achia mapambazuko yangu, achia asubuhi yangu, achia mapambazuko yangu, achia mapambazuko yangu tangu siku zangu zilipoanza kwa jina la Yesu, tangu siku nilipoumbwa. Leo ninakomboa asubuhi yangu, mapambazuko yangu na yajulisha, yaje mahali pake, yaje yashike miisho ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza zilizotumwa wakati wa usiku, wakati wa manane, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, leo hii ninaziamuru, palamoka, palamoka, palamoka. Amri tena, amri tena. Anza kushambulia kila nguvu zilizokuwa zimetumwa usiku wa manane, the midnight. Angusha hizo nguvu zao zilizokuwa zinakupull down, zilizokuwa zinakuangusha chini. La pashaka paina manda, la kashaka pea manda. Father, I command every power that was spending tonight to pull me down, oh son, I throw them away in the name of Jesus. I throw them away in the name of Jesus. I command every evil power, every evil power, I command, I throw down in the mighty name of Jesus. I put it down, I put it down, I put it down. Ninavuta chini, ninavipromosha, ninaviangusha, ninaziteketeza hizo nguvu zao zilizokuwa zinanivuta chini, zilizokuwa zinanirudisha nyuma, zilizokuwa zinanifanya niwe mnyonge, zilizokuwa zinanifanya nikose nguvu, zilizokuwa zinanifanya nikose amani. Ninaziamuru kwa jina la Yesu. Ninafanya vita na hizo nguvu zao, nafanya vita na hizo nguvu zao. Ninashambulia kwa jina la Yesu, nashambulia kwa jina la Yesu, nashambulia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Majeshi yote ya kuzimu, kamata moto. Nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita. Achia mwanangu, achia mwanangu aliyeko hapa, achia mwanangu aliyeko mahali hapa. Nafanya vita, nafanya vita. Hizo nguvu zenu naziteketeza kwa moto ulao, kwa moto ulao. Peleka moto, peleka moto, peleka
peleka moto, peleka moto, peleka moto, kila nguvu za giza zilizo kinyume, peleka moto katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo nguvu za giza zilizokuwa zinainuka kukurudisha chini, kukurudisha chini, ziamuru kwa jina la Yesu, ziteketee kwa damu ya Yesu. Hizo nguvu za giza zilizokuwa nazituma kutokea kwenye jua, kutokea kwenye mwezi, kutokea kwenye nyota, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Rapakashaka, lapakashakatea, shandurubusaka. I command, lepashakapea, let it be destroyed, let it be destroyed in the mighty name of Jesus. Okay, arise and give me my portion in the name of Jesus. Ninainua nuru yangu, ninainuka, ninakamata nafasi yangu kwenye anga langu. Anga langu halitavurugwa, anga langu halitakaliwa na mapepo, anga langu halitakaliwa na watawala wa giza, anga langu halitakaliwa na wachawi, anga langu halitakaliwa na waganga. Ninageuza kwa jina la Yesu, napindua, ninavuruga watoto wangu na anga lao halitakaliwa na wachawi, watoto wangu na anga lao halitakaliwa na washirikina. Ninaamuru iwe ni shuleni, walimu washirikina, ninapeleka moto kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto kwa watoto wote, wanafunzi, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita na maagano yao. Ela bashakapea pandolo sakata shandulu saka. Watoto wangu wa madhabahu hii, watu wa agano la Mungu, watu wa madhabahu hii, ninakomboa hata walioko nyumbani, hata walioko mikoani, hata wanaotufuatilia kwa Facebook mtandaoni, wanaotufuatilia YouTube, wanaotufuatilia online. Ninatangaza moto kwa jina la Yesu Kristo. Ninaangusha ngome zao, wale wafalme wa giza wanaoshika maanga mengine, wanaotawala anga zingine. Ninawapromosha, waachie anga zao, achie anga zao kwa jina la Yesu. Achie anga la huduma Sekoni, achie Lukungu, achie Lamadi, achie Busega, achie Simiyu, achie Tanzania. Anga lote tunaenda kwenye mvuli za mbao za Bwana, tunatembea kwenye mvuli wa mbao za Bwana. Ninatembea kwenye mvuli wa mbao za Bwana. Yeye akiwa upande wangu, nani awe juu yangu? Yeye akiwa upande wangu, nani awe juu yangu? Ninaingia kwenye uwezo wa anga, ninapigana nao wafalme wakuu wa giza. Kamata moto kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe Dagoni, ewe Dagoni, kamata moto na kuchia iwe baharini, na kuchia kwa jina la Bwana, na kuchia kwenye uwezo wa anga wako kwa jina la Yesu Kristo. Nafanya vita hao watu waliofunga kwa damu ya Yesu, wachie. Iwe ni baharini, iwe kwa mganga, wachie baraka, wachie, wachie kwa jina la Yesu. Ninakutoa, ninawatoa waliokamatwa kwenye madhabahu za anga kwa jina la Yesu Kristo. Ninarusha moto lapapapapapa shandilibisaka shandilibekaya shandilibekaya. Nafanya vita. Endelea kuomba kila mtu, endelea kuomba, tunapenda kumaliza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Lapasha tapea panda la baseketea mando la kashekele bakoria yande la baba yande la sakapa. Nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita. Sitaki kuelewa alikuwa mwilini ama alikuwa rohoni, sitaki kuelewa. Najua neno moja, yeye Bwana ameniokoa, amenipa uweza, amenipa uweza, amenipa uweza, uweza wa roho, nami nautumia uweza wa roho. Wote walionitesa miaka mingi, leo ndio mwisho wao, 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 leo ndio mwisho wao. Naondoa mistari yao, naondoa beria zao, ninapenda, naingia kwa nguvu, naingia mashaka, naingia kwa nguvu, naamuru achia, achia wanadamu, achia anga langu, achia anga langu, achia anga langu, achia anga langu, achia Nipeshekepea pangala masaka shandulu masaka shandulu mekenya manda wanaonikamata kwenye uwezo wa anga. Nasema hivi leo, nakuja na siri hii, nakuja na siri hii kwamba kumbe nina uwezo wa kuingia kwenye anga hiyo. Nimeweka juu ya anga, nimeketishwa angani pamoja na Bwana, nimeketishwa juu kwenye anga za juu, the highest place, to the highest place, kwenye eneo la juu, kwenye anga la juu. Ninaingia ulimwengu leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Lapapapapa shandala katana shandulu musakata lapeke sekete lapaka saka. Ndio, 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 ndio. Omba, pambana, pambana, pambana. Majeshi, majeshi ya Bwana, majeshi, majeshi ya Bwana. Pambana, 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 pambana tu, pambana tu. Saidia watu sasa tu, ishara kufunguliwa.
Sheka papa. Huyo anashangaa. Endelea kuomba. Kwenye kifua achia. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Pambana. Endelea kuomba. Mighty name of Jesus. Asas. Mapepo kutoka hivi. Mapepo ya angani. Mapepo yote kutoka angani. Holy Ghost fire. Mighty name of Jesus. Achia mwanangu. Jina la Yesu. Yakashakata. Jina la Yesu. Aliyopashaka. Shaka wamekuloga kutokea kwenye anga na wapaka hapo kwenye anga. Kamata moto. Angalau alina nguvu. Yesu wetu ana nguvu. Yes. Endelea kwa. Msaidie huyu mtoto. Nakuja kwenye anga lake. Meshona hapo na mfungua kwenye anga. Endelea kuomba. Shaka papa. Sheketete. Endelea kuomba. Na mpaka hapa. Achia nafsi zao. Ninaita kila nafsi iliyofungwa. Achia toka kwenye anga. Wamekuweka kwenye anga ngapi? Na kutoka kwenye anga lao na kuweka kwenye anga lako. Jina la Yesu. Shika mkono. Achia anga lake. Leo nafanya operation. Nafanya uvamizi. Natupa makombora kwenye anga lake. Hakuna kukaa hapo wachawi. Achia anga lake. Achia maisha yake. Achia toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Wewe endelea kuomba. Shaka papa. Shaka la baka desh. Ropo Seigneur. Ropo sheketea bake. Rapaka sakapaya. Achia uwezo wa anga. Achia malkia wa kuzimu. Achia kwa jina la Yesu. Human spirits. Come out. Say command you, come out. Leo achia kabisa wanangu. Kila aliye mwanangu hapa lazima akombolewe. Hautatoka na kifungo chako leo. Huyo malkia kuzimu. Uwezo wa anga lako lazima uachilie baraka zako. Leo walioteka anga lako waachie. Endelea. Usichoke kuomba. Shapa papa. Shakatai. Sema kwa jina la Yesu. Nafanya vita majeshi yao walioyatuma kutokea baharini, kutokea ziwani, kila bahari. Nafanya vita kwa jina la Yesu. Anga la Lamadi, anga la Busega, anga la Simiyu halitakaliwa na wachawi na waganga. Ninatangaza katika ulimwengu wa roho, ninaingia kwenye uwezo wa anga lao, ninaingia na uwezo wa anga la Mungu wetu kwa jina la Yesu. Wanadhatele hai, maana amesema tumeketishwa juu pamoja na yeye katika ulimwengu wa roho, katika anga za juu. Kwa damu ya Yesu nafanya vita na majeshi yote yanayotoka angani, yanayotoka anga ya pili, yanayotoka anga la pili. Kamata moto, achia watu wetu, achia huduma hii, achia maisha yangu, achia madhabahu, achia Lamadi, achia Busega, achia Simiyu, achia ndugu zangu, achia ukoo wangu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Sema natoka kwenye giza lao, naingia kwenye nuru, naingia kwenye
natangaza nuru katikati ya giza, natangaza nuru, nuru iangaze, iangaze. Arise, 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 arise. Oya paka shaka, shanduru musaka, shanduru musakata, shanduru musaka. Kila aliyefungwa kwenye shimo na mtoa kwenye shimo, kila aliyefungwa nafsi yake kwenye magereza na mtoa kwenye gereza, na mtoa kwenye mashimo, na mtoa kwenye shimo. Kila shimo liachie, kila shimo likuachie, kila shimo likuachie, kila shimo likuachie, kila gereza likuachie, kila misingi pasuke, pasuke kwa jina la Yesu. Toa kwa jina la Yesu. Toa kwa jina la Yesu. Waliochukuliwa misukule, toa kwa jina la Yesu. Waliochukuliwa misukule, toa kwa jina la Yesu. Waachiliwe, waachiliwe kwenye chumba, kwenye modesta hizo. Waachiliwe, waachiliwe kwa jina la Yesu. Hivyo vibuyu vipasuke, viachie, viachie, viachie. Hao mashimo, hao magereza, toa kwa jina la Yesu. 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 Tanzania inakombolewa. Lulu tarasha kapa. Simiyu inakombolewa. Usege inakombolewa. Kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Hiyo mizimu inayotoka Bariadi. Hiyo mizimu inayotoka Bariadi. Hiyo mizimu inayotoka Msoma. Hiyo mizimu inayotoka Mara. Hiyo mizimu inayotoka Sengerema, inayotoka Nyashimo, inayotoka Bulima. Naongea na hizo roho. Achia! Reka papa. Yaka paina mando. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shaka barakadosh. Shaka rapakadosh. Rapaka sekete. Shanduru musaka. Shetele meme. Shangala basaka. Katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Shaka papa. Shaka papa. Shaka papa. Shaka parakado. Yekorobobosh. 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 Wajaze na nguvu yako Mungu. Wajaze uwezo wako. Wajaze uwezo wako. Uwezo wa Roho. Uwezo wa Roho. Uwezo wa Roho. Kushinda maadui.